نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والذين اهتدوا بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين، آمين آمين. Baada ya kumhimidi Allah kwa kumsifu kwa sifa zake njema na kumshukuru na kumwombea rehema na amani Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na familia yake na masahaba zake na vipenzi vyake, kwanza kabisa, ndugu zangu Waislamu, na kuhusieni kama nilivyoihusia nafsi yangu kuwa na takwa. Na nimestaja aya tatu ambazo zote zinasisitiza sisi kuwa na takwa. Nikitafsiri moja katika hiyo, ya ayyuhalladhina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mogopeni Allah kwenye takwa, fi aqwalikum wa a'malikum sirran wa alaniya, mogopeni Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa na takwa katika maneno yenu na katika vitendo vyenu vya siri na vya dhahiri, mnavyoficha ndani ya mioyo yenu na mnavidhihirisha ndani ya midomo yenu. Madhali haki iko, lazima uwe katika haki, na ikiwa batil lazima iwe batil, hata kama ni ndugu yako, ni rafiki yako, ni mama yako, baba yako. Madhali hapo kwenye haki lazima udhihirishe na kuondosha chuki ndani ya nyoyo za watu, hata kama mtu umegombana naye au humpendi. Wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, wala kusipendekeni ule ugomvi au ule uadui ulio baina nyinyi hata na makafiri, msije mkafanya uadilifu hata iwe makafiri. Badali haki yake lazima pewe. Hamna sheria katika Uislamu kwamba unaweza kumdhulumu kafiri au Mkristo au Yahudi au Somali. Hamna sheria hiyo, wala hairuhusiwi. Seuze awe Muislamu mwenzako au muumini mwenzako, awe na wewe katika dawa au wewe katika dini, huruhusiwi. Kwa hiyo takwa ni kule kuwa muogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa siri na kwa dhahiri, katika yaliyofichika katika moyo wako na vile vile yaliyodhihirika. Usije ukachezewa na shetani. Ma khala jasadu, Hasan Basri asema ma khala jasadu min alhasad, hapana mwili wowote ule uliokuwa mbali na kuwa na hasad. Baki yake inasema fattaqiyu yukhfi, lakini mcha Mungu, mtu anaogopa Allah, mwenye takwa, anaificha, kwa maana hatoidhirisha wala hatotaka yule mwenye neema ile, ikiwa ya mali, ikiwa siha, ikiwa ya wake, ikiwa watoto, ikiwa ilmu, hatotake muondokee, bali atamwombea dua ibaki kwake na yeye apate kama yule. Lakini walfajir yubdi, lakini mtu asi, mtu mwovu, mtu ambaye alifanya ni Muislamu, ni mcha Mungu, yubdihi, anayeonyesha
kwa kauli zake, kwa vitendo vyake, na anatamani yule ambaye mwenye haki ile imwondokee, mwenye neema ile imwondokee, ikiwa ni ilmu, ikiwa ni amali, ikiwa ni watoto, ikiwa hata ya kufanya mambo kheri ya sadaka na zaka na kusomesha na ilmu, yubdihi, ataonyesha tu. Wama anta biikhwati Yusuf bibaid, anasema Hasan Basri, wala wewe hujakuwa na ndugu zake Yusufu, Nabii Yusuf bibaid. Yusuf alotaka kumuua ndugu yao, ataka kumtia kisimani kwa sababu ya hasad. Wakasema uqtulu Yusufa au itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'di qauman salihin. Mweni Yusuf au tuple mbali huko, baba yake simuone kwa sababu anampenda sana, halafu mtatubia, mtakuwa katika watu wema. Sivyo hivyo, ndugu zangu Waislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hutuba zake zote karibu anasisitiza watu kuwa na takwa kwa kuyafanya mema na kujiepusha na mabaya, siri ya dhahiri, yaliyofichika ndani ya moyo na yanayodhihirika katika mioyo. Waqulu qawlan sadida, semeni maneno yaliokuwa sawa, maneno ya haki, maneno ya uadilifu, maneno ambayo kuna sambamba na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwe itakavyokuwa, una chuki, unapenda upendi, lazima uende sambamba na uende sawa na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Ukifanya hivyo, yuslih lakum a'malakum, basi atakutengenezeni amali zenu. Amali zenu zitakuwa salih. Watu wanaoingia peponi sio wenye amali basi, la. Allah subhanahu wa ta'ala akasema, innal ladhina amanu wa amilu salihat, wameamini wakafanya, sio wakafanya tu wakasali wakafunga, salihat, amalu salih, amalu iliyokuwa ni jema. Amali ilikuwa jema ni khalisan lillah, unayofanya kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Unasali si kwa sababu musalihina, kwa sababu unataka thawabu. Unasalisha sio kwa sababu bukhari na hafidh, kwa sababu unataka kusimamisha Uislamu na kuongoza watu. Unatoa sadaka sio kwa sababu mkarimu, la, unatoa sadaka kwa sababu kusaidia maskini na mfakiri na wengineo, kwa sababu ni amri ya Allah na mengi mengineyo. Na hasa hizi amali ambazo mtu anaonekana au anatahadhari sana, kwa sababu hamna mtu katika yetu sisi anataka aonekane mtu mbaya au mtu bakhili au mtu mwovu. Ni nature, ni maumbile ya binadamu, lakini amali zote sisi tunazifanya, ikiwa za kidunia, ikiwa za kidini, ni ya mwanzo upate thawabu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio ibada kullu amalin wa qawlin ladhi yurdi Allah subhanahu wa ta'ala. Kila neno na kila amali unayofanya ambayo itamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala. Hata kama unauza maembe, unauza nguo, una sababu ya kutaka riziki, kwa sababu ya kuwalisha watu wako, basi unapata thawabu mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Siuze ibada za kusali na kufunga na kwenda hija na umra nyinginezo. Waqulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, Allah atazijalia amali zenu nzuri kwa sababu ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa sababu ya kusema maneno yaliokuwa sawa. Aidha unapenda au upendi, unakuwa mwadilifu. Aidha unamchukia mtu, mchukie, unakuwa mwadilifu. Ndugu zangu Waislamu, katika maisha, mimi nakumbuka toka darasa la 4 tunaambiwa kwamba kugombana jambo la kawaida kwa watu, kwa sababu tuna elimu tofauti, tuna malezi tofauti, tuna stahmala tofauti, tuna elimu tofauti. Kwa hiyo lazima, lakini uhasama, uadui katika Uislamu haramu thumma haramu. Uhasama, uadui, kuendeleza ni haramu. Hata wewe unaweza mtu kana mbali, ukimwona mtu ana shari, huyo mtu mdomo wake si mzuri, unaweza kana mbali, hata kama ni ndugu yako, hata kama ni kaka yako au rafiki yako sana, utamsalimia. Akiwa na shida utamsaidia, ikiwa na harusi atakualika utaenda, lakini hutakuwa na close kwa sababu ya kuepuka shari zake, lakini huruhusiwi kumkata moja kwa moja, lakini unaruhusika kukaa naye mbali katika mambo mengi na kumfanyia da'wa kiasi cha uwezo wako. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, na vile mkifanya hivyo mkamchogopa Allah subhanahu wa ta'ala, mkasema maneno ya uadilifu, maneno sawa, basi sio tu
hata Allah atatufanya amali zetu kwa amali salih, si kitu rahisi mpaka Allah kuwafikishe. Na ndio maana moja katika maana za la haula wala quwwata illa billah, hapana uwezo wala nguvu isipokuwa Allah, kwamba uwezo wa wewe kufanya mema, uwezo wa wewe kujiepusha na maasi. Moja katika maana ya la haula wala quwwata illa billah, wala nguvu isipokuwa Allah ya kuweza kuwafikisha kufanya khairi na kuweza kuwafikisha kujiepusha na maasi. Wa idha arada Allahu abdan yuwaffiquhu fil khair, Allah akimpenda mja wake basi wanamwafikisha kufanya khairi, kupata mali, kupata watoto, kutaka majumba. Sio ishara kwamba asala zako za usiku sasa zinakubaliwa na mtu mwema. La. Uislamu, imani haiji kwa mali. Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, Allah anamkunjulia mtu riziki na anamkunjia, kwa maana anampa kidogo anamtaka. Allahu yabsutu rizqa wa yaqdir, Allah ndiye mwenye kukunjua riziki na mwenye kukunja. Wewe mwingine hapa nyingi hilo kidogo. Katika aya mwisho aya katika sura Rum asema inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun, hakika hayo ni ishara, ni ushahidi, ni hoja kwamba kuna Mungu. Kwa nini watu wanaamini? Kwa sababu sote hapa ni matajiri. Nani angekubali kumjengea mtu nyumba? Nani angekubali kumsomesha? Nani angekubali kuwa mvuvi? Nani angekubali kuwa anafanya kazi ya kusafisha na nyinginezo? warafa'na ba'dakum ala ba'd daraja, tumekuwa wengine kwa wengine kuwa tajiri, wengine kuwa maskini, wengine kwa kati, liyatakhidha ba'dukum ba'dan sukhriya, ili wengine watumikie wengine, na sio kwa ubora, sio kwa sababu amali zake, sio kwa sababu la alikuwa bora يوم القيامة inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika bora mbele Allah ni mwenye takwa, alikuwa mcha Mungu zaidi. Na haijulikani hii, Allah subhanahu wa ta'ala anajua. Inna Allaha akhfa waliyahu fi ibadihi wala tahqiranna ahada, hakika Allah ameficha kipenzi chake katika maabudu. Usije ukamdharau mtu, ukamwona mtu anaingia na majumba na malemba kafikiria kwamba ni waliullah, pia sisi chochote si lolote. Na ukamkuta mtu msikitini anatoa na simple sana, yupo anatoa sadaka shilingi 100, 200, 1000, ukamdharau. La, Allah anamficha, na Allah akificha kitu chake hapana. Inaweza kuwa baadhi ya mashekhe ni maulio, inaweza kuwa sio, inaweza kuwa wacha Mungu katika watu kawaida, anaweza kuwa sio. Allah mwenyewe ndiye anayejua. Ndugu zangu Waislamu, ili Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika khairi na tuepushe shari, lazima tujitahidi kuwa na takwa, lazima tuseme maneno yaliokuwa sawa, ili amali zetu ziwe salih, ili innal ladhina amanu wa amilu salihat, wale ambao watafanya vitendo vyema na watamamini Allah katika wanafanya, Allah atarzuku jannati tajri min tahtiha al-anhar yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir wahuduu ila at-tayyib min al-qawli wahuduu ila siratil hamid. Wale ambao watafanya mema na amali zao zikuwa khalis, Allah subhanahu wa ta'ala atapitia katika pepo, chini yake inapita mito, wataveshwa dhahabu, wataveshwa lulu, wataveshwa nguo za hariri, pure silk, ambao kwa wanaume duniani haruhusiwi, lakini katika pepo wahuduu ila tayyib min alqawli wahuduu ila siratil hamid, wataongozwa katika maneno mazuri katika janna. Salamun qawlan min rabbir rahim, wataambiwa amani kutoka Allah subhanahu wa ta'ala, min rabbir rahim, kwa Mola mwenye rehema. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, na vile atakusameheni dhambi zenu. Man minna la yukhzi, nani asikosea? Man minna la yukhzi, hamna sikosea. Mtume sallallahu alaihi wasallam asa kullu ibn adam khata'un wa khayru khata'ina tawwabun, kila binadamu hajasema khati, mwenye kukosea. Katumia sigha mubalagha katika watu nahwu, wanajua kwamba mwenye kukosea sana, lakini mbona kukosea mwenye kutubia na tauba. Ndugu zangu Waislamu, tunasikia kama Ramadhani mpaka Ramadhani nasema madhambi, Ramadhani kiingia mpaka kitoka mtu asema dhambi zake.
sala mpaka sala, mtu asema umra mpaka umra, lakini mahfum khati, ufahamu uliokuwa una makosa. Mtu anafikiria kwamba kila dhambi, la, sio kila dhambi. Dhambi yoyote kubwa ambayo Imam Dhahabi katika kitabu al-Kabair kimetafsiriwa kwa Kiingereza grave sins au major sins, imetafsiriwa kwa Kiswahili ametaja 70 zaidi, katika hadithi nyingine 10, lakini zaidi. Abdullah ibn Mas'ud anasema kunna na'uddu al-kaba'ir 'inda Rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fawajadnaha akthara min 70. Tulikuwa tunahesabu madhambi makubwa mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam tukakuta zaidi ya 70, kwa maana nyingi sana. Lazima ndugu zangu Waislamu tujue madhambi makubwa, na lazima tujue dhambi yote kubwa lazima utubie, na tujue kwamba katika sharti za toba ambao ni nadam, kwanza unajuta. Sio mtu anakaa barazani au kwenye WhatsApp au kwenye mitandao anajisifu, mimi kwa zama zangu mwanamke yule simkosa, kwa zama zangu nakunywa bia 10, zama zangu napiga watu. La. Kila ukikumbuka dhambi yako inakuuma na vile vile unajuta. Kila unapokumbuka dhambi yako, kama haikuumi, basi unamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie uchukie. Kama mtu akipenda kulewa au akipenda kuiba au akipenda kulawiti au akipenda kuzini, kila kumbuka iwe inamjia majuto. Ya pili, iqlau min al-ma'siyah, awe anajingoa, sio anajingoa, anaacha kabisa. Almustaghfiru fi dhanbi huwa fika almustahzi, mtu basema yule yote ambaye anamwomba Allah amsamehe dhambi zake, alafu anaifanya dhambi ile, anafanya maskhara bila Allah, anamcheza shere. Kwa hiyo pili, kwa mwanaacha kama kivuta sigara sio makruh, sigara haram. Fatwa mwanzo ilikuwa makruh, wakati maulama hawajajua madhara yake. Chochote katika Uislamu chenye madhara makubwa kuliko manufaa ni haram. Ni fatwa ya maulama wote, wala haina ikhtilaf. Ikiwa unavuta bangi au kuuza bangi au cocaine au liwatu au aache haraka. Akiwa anakula riba, anakopesha mali za riba, anapokea mikopo riba, na hili swala la riba itabidi tulirudie tena. Watu wengi ni confused, watu wengi hawalifahamu. Nilizungumza hivi karibuni katika Ramadhani katika jamvi la mtoro, lakini nimeona kwamba bado watu wengi wafahamu. Kulikuwa mamia maswala kwa swala hili, na kwa sababu muda mrefu hatuwezi kujibu yote, lakini inabidi kila mmoja wetu awe anasoma, anaulizia, kwa sababu dhambi pekee ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika Qur'an, dhambi pekee ambayo katika Qur'an imetajwa kwamba unatangaza vita. Ikiwa mjaacha mnaendelea, fa'adhanu biharbi min Allah wa rasuli, mnatangaza vita bi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Kutangaza vita si kama utajiona mabomu na misaili, la. Allah anaweza kumpa mtu matatizo makubwa si kawaida, maradhi makubwa si kawaida. Na katika tafsiri nyingine Ibn Kathir anasema mtu ataamruka katika kaburi lake kalladhi yatakhabbathu ash-shaytan min al-mas, atakuwa anaanguka akianguka, kama alopigwa alozugwa na shetani. Hana yako stable, hanyoki, kwa sababu riba ina destabilize economy of country of the world, kwa sababu riba inayumbisha uchumi wa nchi, uchumi wa ulimwengu. World Economic Crisis 2008, kuanguka kwa uchumi duniani mwaka 2008, sababu kubwa ilikuwa ni riba, na hamna benki hata moja ya Kiislamu iliyofilisika, lakini mabenki mengi na insurance company nyingi, bima nyingi zilifilisika isipokuwa za Kiislamu. Ndugu zangu, napenda kutambia wengi wetu na wengi wa watu wanasema hizi benki za Kiislamu, bima za Kiislamu ni njia ya kupiga hela. Tunauangusha Uislamu. Usitoe fatwa kitu ambacho kijui. Ukiulizwa ni riba, mtu ajui ni tofauti ya benki ya Kiislamu na benki za Kiislamu, hajui. Kuna tofauti 18. Moja ya riba, pili miamala yote ambayo ni haramu, huwezi kupa mkopo wala kufanya muamala, mambo mengi sana. Kwa ndugu zangu Waislamu, mtu atahadhari. Point nikirejea kwenye pointi yangu kwamba lazima toba ujute, toba uache maasi, toba uazimie hutorudia tena lile kosa,
Toba kama umechukua mali ya mtu, kiwanja cha mtu, mke wa mtu, umwendea kusamehe. Hapa kuna mambo mawili ambayo very sensitive. Mambo mawili ambayo very sensitive ni kwamba yako hasasi sana. Je, mtu ashajuta? Je, mtu ameacha maasi kwa kuyafanya kama zina, kama nini, ashacha? Je, mtu kaazimia hatarudia? Je, akirudia ana toba? Hana toba? Mtu yoyote yule ameamua kujuta baada ya kuacha maasi, akaacha ile maasi, mfano kula riba au kufanya kazi katika benki za riba au kudina miamala ya riba au kushuhudia muamalatu riba, maki katika laana Allahu akila riba wa mukilahu wa shahidaihi wa katibahu. Allah anamlaani anakula riba, anawakilisha, anashuhudia, anaandika mikataba yote katika laana, na anafanya kazi wote. Katika maswali yaliyoulizwa ni kwa moja, je, mtu anafanya kazi benki, je, anaingia? Naam, anaingia hata kama yeye hachukui mikopo riba. Mada refu itabidi tuizungumze mara nyingi, turudie pamoja na mada ya zaka. Mada hizi mbili watu wengi waza confused, lakini haitoshi. Hapa ni nusu saa sana au dakika 25 tumemaliza, lakini inataka hours and hours, masaa na masawa katika kuelezea masala haya. Kaza kusema kuanguka kwa uchumi duniani na vile vile credit crisis ilikuwa ni kwa sababu ya riba. Kwa hiyo ni dhambi ambayo kubwa sana. Sasa ile yuslih lakum a'malakum, Allah atakuzeni amali zenu ikiwa utamcha Allah kuacha mambo kama hayo. Je, mtu akarudia dhambi, akirudia dhambi atubie. Je, kachukua mali ya mtu, kachukua mke wa mtu, kachukua shamba la mtu, arejeshe. Kuna fatwa moja Kibangi Islam zamani tumelwidi kwamba mtu akibahati mbaya au kwa makusudi vyote akitembea na mtu wa mtu achukue panga amwendea mbele. Hii fatwa hamna katika kitabu chochote. Ikiwezekana na hutoleta fitna kuachana watu, utakwenda kumwomba radhi. Haijawezekana basi ushahidi katika sura Az-Zumar, Allah subhanahu wa ta'ala sema kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, waambie waja wangu ambao wamevuka mipaka katika kudhulumu nafsi zao. Yani kila aina mabambe ashafanya, kama kuiba, kama kudhulumu, kama kuzini, ashafanya. Allah sema la taqnatu min rahmatillah, asivunjike mtu rehema za Allah, asivunjike mtu moyo rehema za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'an, Allah anasamehe dhambi zote. Innahu al-ghafurur rahim, hakika mwingi wa maghfira na mwingi wa rahma. Tabiwa kwamba haiwezekani mdhulumu mtu na hivi. Hapana dhambi kubwa kama kuwa, hapana zaidi. Katika yaumul qiyama mambo mawili alisema mwanzo, katika ibada ni sala, na katika muamala damu, mauaji. Unajua hadithi sahihi ambayo katika Bukhari, hadithi ambayo inasomeshwa sana katika Riyadhus Salihin, yule mtu alioa 99 akaenda kuabid, mtu afanya ibada hana ilmu, akaambia atakahutubia, akaambia hamna toba, akamua leo 100. Mara pili fadulla ala hali, mara pili akaonyeshwa ni kwa mwanachuoni, akasema man yahullu baina Allah wa tawbati, au kama qala, nani anuzuia baina mja kutubia na Mola wake? Hapana dhambi zaidi. Kumchukulia mtu kiwanja, kumchukulia mtu mkewe, hapana zaidi kama kuua, na huyo alisamehewa. Kwa hiyo mtu yoyote yule anafanya dhambi aina yoyote, arudi kwa Allah, atubie kikweli kweli, kujuta, kuacha ile dhambi, na endapo atarudia atubie. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabin, Allah anapenda wenye kutubia kila mara. Kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yastaghfirullah wa yatubu ilayhi fi yawm 100 marra. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anatubia na anaomba Allah maghfira, kwamba maghfira na tauba kitu tofauti. Maghfira sema astaghfirullah, na muomba Allah msamaha, kwamba la yuaqibani fi dunya wa yasturani wala yufadhih, kwamba unamwomba Allah asikutie adabu hapa duniani na kesho akhera, na unamwomba Allah
akustiri dhambi ulioifanya hapa duniani na kesho akhera. Narudia tena, tunaposema hivi vitu lazima tuwe tunavijua. Mufkari yote au yoyote ili kubadili ujue malaki. Unaposema astaghfirullah, naomba msamaha kwa Allah, kwa maana unamwomba Allah asikutie adabu duniani wala akhera, na vile vile unamwomba Allah akustiri kwa dhambi ulioifanya duniani na akhera. Lakini inna Allah la yaghfiru al mujahirin, Allah hatuwasamehe watu ambao wanazitangaza dhambi zao. Wamefanya dhambi, Allah kusiri nyama za kimya. Sio unakaa Uingereza alafu kujisifu ametembea na mtu fulani, amekuja mtu fulani, amefuta bangi. La, kwa hiyo dhambi yote lazima ulitoba, na toba kama nilivyotaja masharti yake: kujuta, kuacha maasi na kutia azma, na kama umerudia tubia. Ndio maana katika balaghu, katika dhambi ulizosamehewa ndugu dogo, unapotoka kama shahadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma, ewe Allah, ja'alni min at-tawwabin, nijalie katika watu ambao wanatubia sana, kila mara wanatubia. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya, ya Rabb nisamih, nistiri, usinifedheshe dunia na akhera, usiadhibu watu na natubia kwako, ikubali toba yangu, madhambi niliyofanya kubali, usamih, kwa sababu katika kuingia peponi katika sharti alladhina yajtanibuna kabaira al-ithmi wa fawahisha illa lillama, wale ambao walijitahidi kujepusha na madhambi makubwa isipokuwa madogo. Vipi kujepusha? Lazima ujue kanuni, vipi principle ya madhambi makubwa. Tutakuja kuzungumza baada ya jalsatu istiraha, baada kikao hiki kifupi. aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wad'uuhu innahu huwal barrul karim. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين، أفسح من نطق بالضاد، وعلى آله وأصحابه والذين نشروا ميراث النبوة والهداية والدعوة في مشارق الأرض ومغاربها. أما بعد، نزار الإسلام ni muhimu sana mtu kujiepusha na maasi makubwa. Yako mengi, lakini principle, kanuni ya kujua maasi makubwa, dhambi yoyote ambayo Imam Dhahabi kaandika kitabu chake, ambayo imetajwa adhabu yake katika Qur'an au katika mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake, au imetajwa laana, au imetajwa mtu kutoka katika rehema za Allah, hii ni dhambi kubwa. Dhambi yote falozina azaniyatu wazani fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jalda, mwenye mzinifu mwanamke na mume wake kupigwe fimbo 100 katika hadithi. Yule ambaye mwenye kuolewa au kaoa apigwe mawe mpaka afe. Katika watu ambao Allah tarehemu, walladhina yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wala yaznun, katika sura Furqan, wale ambao hawaui nafsi na vile vile hawazini. Waman yaf'al dhalika yudha'af lahu al-'adhabu yawm al-qiyamati wa yakhlud fihi muhana. Atufanya dhambi kuwa au akazini au kamabuni siku Allah, yudha'af lahu al-'adhabu, atazidishiwa maradufu adhabu, yudha'af al-'adhabu yawm al-qiyamah wa yakhlud fihi muhana, na atakaa ndani ya jahannam akiwa amedhalilika. Allahumma na'udhu bika min adhabi jahannam. Mtu yote tusikia moto, atusikia jahannam. Katika hadithi sahihi akasema, kumomba Allah mara 3, Allah na kuomba uniepushe na moto au jahannam, kwa Kiarabu, kwa Kiswahili, kwa Kiingereza. Moto au jahannam, inaambia Allah, naambia Allah muepushe na jahannam. Vile vile tukisikia pepo ukasema mara 3, Allahumma as'aluka aljanna, Allah na kuomba utie katika pepo jannatul firdaus, basi na pepo yeye na muomba Allah augie. Kwa tunaposikia neno jahannam, tuseme kwa Kiswahili au kwa Kiarabu
Allahumma na'udhu bika min adhabi jahannam, Allahumma na'udhu bika min jahannam, Allahumma na'udhu bika min jahannam. Sasa hivi jahannam ya Allah yakuepushe na jahannam. Ukisikia pepo janna, ewe Allah nakuomba uniingize peponi, ewe Allah nakuomba uniingize peponi, ewe Allah as'aluka janna. Mara tatu sasa hivi katika makamu sharifu kama haya, basi pepo inaambia Allah, ewe Allah mtie katika peponi. Muhimu sana. Kwa hiyo kuzijua ni zimetajwa laana au adhabu, zina imetajwa, kuwa imetajwa, kusengenya imetajwa. Siwezi kuzitaja aya zote hapa tena muda. Yote hiyo imetajwa nyingi sana. La'ana Allahu washima wal mustawshima wal wasila wal mustawsila wal muhallil wa muhallala lahu. Fa Allah amemlaani anotia tatu na anotiwa tatu. Allah amemlaani anohalalisha na halalishiwa. Ashamaliza mtu talaka tatu anagarafika oe mwache mwewe, analaaniwa. Wal wasila mustawsila anokaa kaunganisha nywele na kaunganishwa, sio kamba. Kamba ikiwa mtu mwomeka vivia ina neno nywele original ambazo zinauzwa kwa pesa mingi, haifai. Kwa hiyo nyingi sana na kusema mutakisa anatoa nyusi na anamtoa nyusi nyingi sana zipo. Kwa hiyo principle kwa ndugu zangu Waislamu, katika kupata pepo lazima tujiepushe na maasi makubwa. Ili tupate pepo lazima tunatumia sana. Na kutumia sana, inna Allah yuhibbu tawwabin. Isikuvunje moyo kabisa. Dhambi ambayo ndani ya moyo wako umekusudia kuiacha na umeiacha, umejuta, isikuvunje moyo. Nafsi yako inaporejea tena au shetani anapokupambia ukifanya tena, isikuvunje moyo, tulia. Hadi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Isikuvunje moyo kama ulichukua mali ya mtu au kiwanja mtu, unacho kurejesheni. Huna muombe samahani, hataki muombe Allah tumsamehe. Yeye vipi atalipwa? Allah anajua. Leo kuuliza swali hili basi, yeye atalipwa vipi? Allah atamlipa mawingi. Anajua mwenyewe Allah vipi atamlipa mwenye kudhuru. Lakini asife mtu na dhambi kubwa. Asife mtu na dhambi kubwa. Wa moja katika madhehebu ambayo Mu'tazila, madhehebu ambayo kwa nchi katika Sunna Jamaa, anakuwa sio muumini sio kafir, ama kitu hicho. Between two social status sasa, anakuwa katika hali mbili, sio muumini sio kafir. Ima mtu anakuwa kafir, ima kafura, ima shukura, ima awe mja mwema mwenye kushukuru au kafir. Hapana vitu viwili, au kati haiwezekani. Kwa hiyo kufanya amali salih, amali ambazo zina ikhlas, Allah kazikubali, amali ambazo zinakwenda sambamba na mafundisho ya Allah na mtume wake. Ndugu zangu Waislamu, sio mtu kufanya amali kufanya vile ambavyo Allah ameamrisha, haiwezekani, isipokuwa baada ya kusoma. Lazima ili kabaka amali kubali mambo mawili, ikhlas wa ilmu bihi. Unafanya kwa sababu ya Allah pekee yake na unajua. Na shetani kasema la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum mukhlasin. Katika kiraa nyingine mukhlisin. Mimi naapa, anasema shetani, anambia Allah, nitawapotea wao wenyewe wana ikhlas. Huwezi kujua ikhlas vipi, namna kuipata vipi, namna kutoka katika nifaq unafiki vipi, namna kutoka katika ria kuonekana vipi, namna kutoka katika sum'a kusikilikana, uingie katika ikhlas. Itakusoma al-ilmu bihi. Ni vile unajua ulichokifanya. Unakuja kwenye sala, unajua nini sunna za sala, nini nguzo za sala, nini khushu katika sala, nini yanavunja sala. Ndugu zangu Waislamu, nasikitika sana kusema kila msikiti tukifanya hapa research, utafiti, zaidi ya 90% hawajui yote. Allah hajasema no sala taingia peponi. Qad aflaha almu'minuna alladhina fi salatihim khashi'un. Wamefaulu waumini ambao wanakhushu katika sala. Utajuaje kwa soma? Na mwisho aya sema katika kusifu sifa za watu wa peponi, walladhina hum ala salati yuhafidhun, wanahifadhi. Utazijuaje namba kuhifadhi sala kwa soma? Kosa ambalo walifanya babu zetu, wakafanya baba zetu, wengi wao, so wote, wengi wao tunalifanya na sisi, wanalifanya na watoto wetu, walifanya na ndugu zetu, kwamba tunaipa kipaumbele sana elimu ya dunia kuliko elimu ya dini. Sio haram kujitahidi
mtoto wako kama atakuwa daktari, au engineer, au economist, au atakuwa, lakini ni haram kuwa hatushughuliki na watoto wetu na wake zetu na ndugu zetu na Waislamu wenzetu, kuwasisitiza kusoma. Ndio maana Mtume akasema talabul ilmi faridhatun ala kulli muslim, kutafuta elimu ni lazima, kama ilivyokuwa kusali lazima, bali muhimu zaidi, kwa sababu utasali kwa sababu. Kwa hiyo ndugu zangu, namalizia hotuba hii kwamba lazima tuwe na muda angalau siku 3-4 kwa wiki, kila mitaa ina madarasa baina maghrib na isha, angalau siku 3 au siku 4, kwa sababu Abdullah ibn Mas'ud asema wailu, atapata adhabu kali liman la ya'lam. Atakwenda kama sijui tofauti ya zaka na sadaka, sijui nini riba, sijui halali, sijui sunna za sala, asema atapata adhabu kali. Lakini kwa unasoma kama kupita baadhi ya mambo, unaweza kusema hiyo amal khalis, kwamba kufanya maghfira, kuomba Allah msamaha, istighfar, kuomba toba, kujua namna kuomba toba, kujua namna kustaghfiru, kukaa katika vikao vya elimu ambao lazima na kuomba Allah subhanahu wa ta'ala sana akuwafikishe kufanya mema, na kumwomba sana akuepushe na mabaya. Na moja katika afkari za kuomba sana, la haula wala quwwata illa billah, hapana uwezo wala nguvu za Allah za kuwafikisha kufanya mema na kuonja. Basi vile katika mambo yako yote, una matatizo na mke wako, una matatizo biashara zako, au tatizo na ukifanya fikari hii, Allah atakuondoshia matatizo yako. Tuombe Allah subhanahu wa ta'ala aturuzuku ikhlas na aturuzuku amal khalis, amal njema. اللهم صل وسلم على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين يقولون فيفعلون ويفعلون ويخلصون فيقبلون. اللهم انصر اخواننا في فلسطين عامه، وفي غزه خاصه، وفي إيران وإيراق وأفغانستان وباكستان وكشمير وفي كل مكان. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم أعظم جاعيهم واسق عطشهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم واهد أولادهم واختم بالباقيات الصالحات أعمالهم. اللهم دمر يهود والكفار وأعداء الإسلام تدميرا، اللهم اجعل تدبيرهم. اللهم حرر أسر المسلمين ومسجد الأقصى من اليهود والكفار وأعداء الإسلام. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارزقنا توبة نصوحة قبل الموت، والشهادة عند الموت، وجنة ونعيمها بعد الموت. اللهم نسألك حسن الخاتمة. الله بحسن الخاتمة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، ولذكر الله أكبر وأعظم وعز وأجل. وقوموا لصلاتكم.